Niliona chanjo ya ajabu sana ikija Afrika, and this vaccination will come to Africa. Ikija Afrika na mataifa ya kipumbavu yalipokea chanjo, lakini chanjo ambayo ilichomwa mama wajawazito, na hiyo chanjo ilikwenda ikabadilisha vinasaba vya mwanamke na wanawake wakaanza kuzaa watu ambao sio watu, na ghafla DNA zote zikabadilika. Kwa hiyo ghafla ikabadilika, lakini baadhi ya mataifa walipokea. I saw it in Kenya, I saw it in different countries, I saw it in Tanzania, I saw it even Central Africa, I saw African countries. Niliona Kenya, niliona Tanzania, niliona sehemu nyingine. Mungu akaniambia nitoe onyo kwa Tanzania kwa sababu kuna chanjo ambayo italetwa, na sio chanjo ya kawaida, ni chanjo ambayo itaingia na kuharibu afya mama na mtoto. Na nikaona vifo vikija. Bwana akaniambia hii chanjo wataleta ni kama kuna mjumbe atatuma kutokea mbali, lakini mjumbe ambaye amebeba chanjo kutokea kwenye mataifa mengine, lakini lengo la hii chanjo ni kupunguza watu duniani, ni kuziba, ni kusababisha utasa. Kwa hiyo kiwango cha utasa kitaongezeka, lakini ni chanjo ambayo inakuja kupambana na uzao mwanamke, lakini lengo la ibilisi kutengeneza dunia moja. Ni kama issue ya mpiga Kristo, lakini Mungu ananiambia niombee madaktari kwamba kuna chanjo inakuja ambayo sio chanjo ya kawaida, na wasikubali kuzipokea, maana ni chanjo ambazo zitaenda straight kwenye afya ya uzazi. Na niliona baadhi ya mama wajawazito wakidondoka chini kwa sababu ni chanjo ambayo itaanza kuingiza magonjwa makubwa. Nikaona hapa Tanzania watu wakiwa kliniki taharuki. Mungu ananiambia ombea afya mama na mtoto, sababu kuna taharuki ambayo inakuja isiyo kwa kawaida katika afya ya uzazi. There is a very strong healthy tension which is coming in 2026, and many nations will receive the seed, because the enemy's plan is to finish the seed of God, but God's plan is to conquer the seed of the enemy. I release the seed of the enemy to my nation, to your nation, to every nation in the mighty name of Jesus. Receive this seed in Jesus' name.